Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi maeneo yote ambao mnatufuata kupitia taarifa ya habari ambayo itaenda kuletwa kwenu nami mtangazaji wako Masemo Balole Valentin. Leo nitapata fursa nzuri ya kuweza kuchambua kutokana na hali ya usalama mdogo ambao inaendelea kuripotiwa mara kwa mara tarafani Fizi, hususan maeneo ya kijiji cha Misisi. Kijiji cha Misisi kinapatikana tarafani Fizi ndani ya groupement ya Basikasilu, sekta Nganja, mkoani Kivu ya Kusini. Moja kwa moja bila kuponda muda, acha tukufahamisha kwamba watu 4 wafariki, mkiwemo mwanajeshi mmoja na raia 3 waenda kufariki dunia na wengine 8 kuweza kuumia vikali kutokana na mlipuko wa grenade au grumeti iliyotokea leo hii siku ya Jumamosi tarehe 21 Juni mwaka 2025 mida ya saa 6 ya mchana kati. Ajali hiyo ilisababishwa na askari jeshi mmoja mzalendo wa kundi la SNPCC aliyekuwa kwenye kilio cha dada yake hapa kijijini Misisi ndani ya groupement ya Basikasilu sekta Nganja tarafani Fizi mkoani Kivu ya Kusini, ndipo alipendelea kuweza kufungua grumeti hiyo. Kulingana duru mbalimbali zinaonesha kwamba jeshi huyu mzalendo alikuwa mlevi, ndipo katika mizaa kaenda kufungua grenade katikati ya watu wengi ambao walikuwa kilioni. Kwa kuchelewa kuweza kutupa grenade hiyo, ndipo ilienda kulipuka na kusababisha vifo na majeraha wengi ambao miongoni mwao bado wanaendelea kupata matibabu kwenye zahanati mbalimbali. Vyanzo mbalimbali vinaonesha kwamba jeshi huyu alipenda kujilipizia kisasi kutokana na kifo cha dada yake aliyefariki kwa magonjwa ya muda mfupi, huku akifikiria kwamba ni uchawi, na ni papo ambapo aliweza kujawa na hasira na kutaka kufungua grumeti. Maskini kachelewa kuweza kuitupa na ikaenda kusababisha maafa. Shusha kwanza ile nguo. Shusha kidogo. Mama, mbosha ya mama. Mama. Mwenye alifanya efe ni soda wa SNPCC pletu ya Nyange ya komanda mashine mwenye ni blessé. Soda wetu wa SNPCC ndio alifanya efe. Je dire hivyo kwa saa hii tunajatandre maiti kuwa 4 au 3, lakini yenye ilishakufa ni 2 kabisa, yule soda na mwanamke mmoja na wengine biko kwa hospitali. Njoo ile na pale wenye kwa hospitali mmoja iko gravement mwende ya damu yangu bora. Njoo ile yenye iko pale na yenye inaonekana pale vraiment njoo ile mebali ba hospitali bangali matunzo, lakini kuko moya mwenye hata pona kwisi iko natapika damu umapua mukinywa partout. Bon meme komanda mashini kwa danger puisque mkono ilivunjika yote tede hii maekrenye mtu atosha damu angali anaongea bien atu ya yua maevenema yenye tapita baadaye. Ile njoo ina accident yenye tunapata hapa Misisi. Donc ule ni soda wetu wa SNPCC alitoka Nyange komanda machine ndio wanakia kufanya ile accident. Fahamu ya kwamba hali ya usalama mdogo inaendelea kuripotiwa kila kukicha hapa kijijini Misisi, ambapo usiku ya kuamkia siku ya Jumamosi tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu kumeenda kusikika milio mingi ya risasi ikilia hovyo na kusababisha kifo cha mtu mmoja. Risasi hizi zinaitwa katika lugha ya Kifaransa balle perdue, ndizo ambazo zimeenda kumuua baba huyu ambaye alikuwa akijielekeza nyumbani kwake. Siku hiyo hiyo mama mmoja mchuuzi aenda kuingiliwa nao watu wenye kushikilia mapanga wasiojulikana na kuweza kufosi mlango kwa kutaka kumuibia mali yake. Basi mama huyu kaweza kukangamana na kuweza kukaza mlango kwa kukataa kuweza kuwaachia wahalifu wao nafasi ya kuweza kuingia ndani ya nyumba. Kwa hasira kali, wahalifu walichukua nafasi ya kuweza kuingiza mapanga mlangoni na kuweza kufanikiwa kuweza kumkata vidole viwili vya mikononi, ya ripoti
duru zetu. Ubembe TV ilipotaka kuweza kuhojiana naye mwami wa kijiji kutokana na hali hii ya usalama, aliweza kuonesha kwamba watafanya yote iwezekanalo menajili hali ya kuweza kuzagaa kwa bunduki ovyo ovyo na milio ya risasi kusikika mara kwa mara. Wataangalia na kutafuta mbinu mbalimbali ya kuweza kumaliza hali hiyo, kwani raia wanajikuta kuwa na usalama mdogo. Acha tukufahamisha kwamba barabarani hapa kijijini Misisi, wanajeshi wengi wazalendo huwa wanazunguka na bunduki ovyo ovyo, huku inakuwa vigumu kwa raia kuweza kutofautisha ni yupi aliye jeshi ni yupi asiyekuwa jeshi. Hali hiyo inawachanganya raia, hata na wakuu mbalimbali, hata na wakuu viongozi. Mwisho kabisa wa habari zetu, kupitia habari zilizoletwa kwenu nami mtangazaji wako Masemo Balole Valentin. Acha niende kumshukuru wenzi wangu kwa kuweza kushikilia nafasi ya mitambo. Kwaherini.